surgery. Chemichemi yako ibarikiwe, furahia mke wa ujana wako. Chemichemi yako ibarikiwe, furahia mume wa ujana wako. Ayoyoyo mwali wewe, lolololo sweetie wewe. Ayoyoyo mwali wewe, lolololo sweetie wewe. We mzuri mwali wewe, lolololo sweetie wewe. Ninakupenda mwali wewe, lolololo sweetie wewe. Nakupenda wewe, nakupenda wewe. Mungu kanipa wewe kama zawadi, unifae katika shida na raha. Mungu kanipa wewe kama kipaji, nianze mwanzo mpya wa furaha. Nakupenda mwali wewe, we mzuri lolo wewe. Nakupenda sweetie wewe, we mzuri lolo wewe. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu. Wewe zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Nia ya misa: wanamshukuru Mungu kwa sakramenti watakazozipokea leo. Pia wanamuomba Mungu aisimamie na kuilinda ndoa yao iweze kuwa ya kudumu katika furaha, amani na mapendo na maelewano. Tumeombwa na Mr. Alcadius. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Tunamwambia Mungu Mwenyezi kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima wote. Nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Utuhurumie.
uwajalie hawa watumishi wako watakaounganishwa kwa sakramenti ya ndoa, wakue katika imani wanayoungama kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso. Mwenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu, kuwa harufu ya manukato. Hali mnanyenyekeana katika kichwa cha Kristo, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni Mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huurisha na kuutunza, kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kitikio: heri kila mtu amchaye Bwana. Heri kila mtu amchaye Bwana. Tabu ya
akimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, atambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja? Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Neno la Bwana. Ndugu zangu, Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati. Mungu ni mwema. Kwa ajili ya Arkadius na Kristina tumekusanyika kwa jioni hii ya leo, baada ya wao kufikia maamuzi, wakaamua kujongea altari ya Bwana kwa ajili ya kubariki ndoa yao. Ni jambo jema na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunawaombea sana ili maagano mtakayoyafanya siku ya leo yaweze kudumu milele mpaka Mwenyezi Mungu atakavyowatenganisha yeye mwenyewe ambaye atawaunganisha siku ya leo. Na Mwenyezi Mungu, tumesikia katika somo letu la kwanza kwamba aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asifanyaje? Asiwatenganishe. Ndoa yenu idumu milele mpaka Mungu mwenyewe ambaye anawaunganisha leo atakavyowatenganisha. Mnaenda kufanya maagano kila mmoja mbele ya watu wote walioko hapa, ukisema kwamba mimi Arkadius na kuchukua wewe Kristina owe mke wangu, tena naahidi kuwa mwaminifu kwako katika magonjwa na afya, nikupende na nikuheshimu siku zote za maisha yangu. Kila mmoja atasema maneno hayo akimwambia mwenzake. Zangu, hatuyasemi tu kutimiza wajibu kwamba lazima yasemwe, sawa. Lazima tuyatafakari na tujue maana yake ni nini. Unaposema kwamba unamchukua mwenzako mke wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Je, ukikuuliza maana ya taabu, unajua maana ya taabu ni nini? Arkadius, taabu ni nini? Unasema kwamba katika taabu na nini? Maana ya taabu ni nini? Hizi nafundisha Kiswahili ingawa sijui vizuri hata nini. Katika taabu na nini? Raha ni nini? Na taabu ni nini?
haya ni maisha mazuri, sababu ni makuta ni changamoto. Sawa. Tabu zinaweza zikawa kama changamoto, sawa. Na raha ni furaha pale ambapo hamna shida yoyote, mambo yote ni mazuri. Magonjwa na afya. Umpende na umheshimu siku zote za maisha yake. Umejibu vema. Sasa naomba nipe mfano wa tabu. Kwa mfano ni nini? Nipe mfano ya tabu kadhaa. Sasa tusiende kwa upande wa magonjwa kwa sababu tumesema kwamba wakati wa magonjwa na afya, sawa. Tabu zingine, Kristina, kukosa nini? Kukosa pesa inaweza ikawa ni tabu katika maisha ya ndoa. Kitu kingine, mzaka akibadilika anaanza kuwa mlevi. Jana nimewauliza kabisa, wewe ukathibitisha kwamba yeye sio mlevi lakini anakunywa kidogo, ndio? Na wala ila halina shida yoyote, si ndio? Anaweza akawa akabadilika, akawa mgomvi, akawa anakupiga. Anaweza akabadilika, anaanza kuchelewa kurudi, sawa. Anaweza akabadilika, akapata mke mdogo mali nyumbani sana. Je, yakitokea hayo utakuwepo? Katika yote niliyosema, ni lipi litakufanya ufunge mizigo yako urudi nyumbani kwenu? Hamna, si ndio? Tunasemana hivyo ndio, lakini mara nyingi sana hatuelewani tunaposema wakati wa tabu na raha. Amalize twende kwa sherehe yetu kwanza, na kuchelewesha sana. Inaweza yakatokea hayo, lakini je, unaweza ukavumilia? Kwa sababu unaenda kufanya kuweka ahadi, unaahidi. Nafikiri kwa nini watu wanafunga ndoa vizuri kanisani na wanafanya sherehe, na baada ya muda hizo ndoa zinakuja kusambaratika? Sababu zimetokea nini? Tabu, au mara zingine magonjwa. Mmewako sana pesa, si ndio? Safi sana. Zikiisha, ukiwa hawezi hata kununua mahitaji ya nyumba, watu wejuju, utaondoka. Juzi nilikuwa naambia wanaume nilipokuongoza kwamba cheni tabia za kuwapa wanawake pesa. Mnasikia wanaume? Ndio. Wape pesa. Cheni wafanye kazi na wao, sawa? Sababu si tumeumbwa wote kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Wanawake wengine ni wanyanyasaji. Anafanya kazi, sawa, na mume wake anafanya kazi. Na mara zingine hata mwanamke anamzidi mwanaume mshahara, lakini anataka hata kale kadogo aliyopata mwanaume ampe yeye. Haipaswi kuwa hivyo, lakini wapeni kidogo kwa sababu hela ni muhimu hata hii.
Ndiyo, ndoa nyingi zinasambaratika kwa sababu enda mwenzako mlipooana alikuwa sawa kiuchumi, baadaye mambo yakayumba, kashindwa kuvumilia, au alikuwa ana tabia fulani, kwa mfano sio ulevi, baadaye akajifunza ulevi, ukashindwa kufanyaje kuvumilia. Sasa hizo ni tabu ambazo daima tunaomba zisitokee, lakini zinaweza zikafanyaje zikatokea. Na jambo lingine ni magonjwa. Lakini mara zingine, ndugu zangu wapendwa, magonjwa yanaweza yakatokea. Watu wengine ikitokea hivyo, wana tabia za kukimbia wenza wao. Nilipokuwa nikifanya kazi Arusha, bwana mmoja alikuwa na mke wake, na alikuwa ako na miaka kama 38, hajafika tauni wakati, na mke wake ana miaka kama 30. Yule bwana akapata ajali akavunjika. Kabaki ni mtu wa kusukuma kwa wheelchair, na yule mwanamke ni mdogo na ni mzuri. Sasa marafiki zake wakamshauri yule mwanamke kwamba wewe muda wako wote utaishi na wewe mtu ambaye hana miguu wa kusukuma na kufanyiwa kila kitu. Ningekuwa wewe ningeondoka nitafute mwanaume mwingine niolewe. Akajibu akasema, lakini si nilipokuwa kanisani, si niliahidi wakati wa taabu na raha, wakati wa magonjwa na afya, nimpende na kumheshimu siku zote za maisha yangu. Sasa yametokea, acha nifanyaje? Nivumilie kama nilivyoahidi. Ukiwa wewe utafanyaje? Watu wengi sana inapotokea hivyo, wasipoondoka kabisa, wanakosa ule uaminifu walioahidi. Kivipi? Atasema acha nikae na msalaba wangu, lakini nitatafuta mwanaume wangu huko pembeni, nitakuwa naenda huko, lakini acha nibaki na msalaba huko. Kwanza usiku atachukua nini mara. La kwanza, tunakumbushwa jinsi tunavyotakiwa tuishi katika maisha ya ndoa, kwamba wanawake wawatii waume zao, lakini wanaume wawapende wake zao. Kwamba tumeambiwa kwamba enyi wake watini waume zenu kama kanisa linavyomtii nani? Kristo. Kanisa linamtii Kristo sana. Ndio maana watu wanatoka nyumbani wakati wa mvua wanakuja kanisani kusali. Ndio maana tukiwaambia toeni zaka wanatoa. Ndio maana tukiwaambia fanyeni hivi wanafanya, sio kwa sababu yetu, kwa sababu ya utifu ule ambao wako nao kwa nani? Kwa Kristo ambaye ni kichwa cha kanisa. Sasa wanawake wameambiwa hivi, watini waume zenu kwa sababu mume ni kichwa cha mke kama Kristo naye alivyo kichwa cha nini? Ya kanisa. Na wasimamizi hapana. Ndoa yenu itakapopata shida yoyote, kabla hamjaja huko, kwanza sisi hatuoagi mkiwa mjui. Sawa? Kabla hamjaja huko, ndeni kwa wasimamizi wenu. Ndio kazi yenu kuona ndoa mlioisimamia ipo sawa kabisa. Ndeni mwaeleze kwamba tuna changamoto hii na hii na hii, mwenye jitahidini kuwasaidia. Lakini mkiona imeshindikana, rudini huko kwetu. Tutafanyaje? Tutawasaidia na
ndoa yenu itafanyaje? Na ndoa yenu itakaa sawa. Kazi ya msimamizi sio kuharibu, sawa. Kuna wasimamizi ambao wanaharibu, ndugu zangu wapendwa. Kuna bwana alisimamia ndoa, sawa, ya bwana fulani, lakini sasa yeye alisimamia kupita kiasi kwamba alianza kitu kinachoitwa sharing of resources, sawa. Aliamua kuchukua mwanamke aliyemsimamia kabisa. Baadaye kesi iliisha na wakawa sawa, lakini katika maadui ambao wako maeneo ya huko, familia ambazo zina maadui ni hizo mbili, ambao moja ndiye ilisimamia ndoa ya wengine. Haipaswi kuwa hivyo. Kazi yenu ni kuona kwamba ndoa ya hawa inasimama imara kama ndoa ya kuigwa na watu wengine. Tunapoingia katika maisha ya ndoa tunatarajia nini? Sikupata furaha, si ndio? Kila mmoja yule anayechagua kuwa mwenyewe kwamba mimi sitaolewa au sitaoa, nitaishi maisha yangu mwenyewe, anataka awe na nini? Na furaha. Anayechagua kuwa padre au mtawa, na yeye anataka kuwa na furaha katika maisha ambayo amefanyaje? Ameyachagua. Lakini mara zingine haikuwagi hivyo. Furaha inakosekana kabisa. Tunachagua kwamba tutaishi wawili katika watu wote. Namchagua Kristina au mke wangu na naamini kwamba ataishi amani na furaha, lakini mara zingine inakuwa kinyume kabisa na matarajio yako. Ndio maana watu wanafika mahali na kujuta na kusema, ningejua, laiti ningejua nisingeolewa na mtu huyu kabisa. Kwa nini mtu anafikia hatua ya kujuta? Kwa sababu furaha imekosekana kabisa, kuliko kuishi na mtu ambaye ni rafiki yake, anaishi na adui yake zaidi. Tunatafutaje furaha sasa katika maisha tunayoyachagua? Kwanza kabisa, pale ambapo tunapomkaribisha nani? Mungu. Maana yake tunaposali sala. Ni mnapaswa msali katika familia yenu kila wakati. Tukimwomba Mungu ni mwaminifu sana, hakuna jambo linalomshinda kusali. Jambo lingine ni uaminifu. Jambo lingine ni nini? Uaminifu. Alikadi sato kusafiri kwenda Bukoba, na tukienda Mbeya, tukienda Arusha au wapi, uwe mwaminifu kwa mke wako. Kumbuka ahadi utakazo zifanya leo. Kristina, hata mume wako akisafiri kwenda mbali akakaa miezi mitatu, nacholeta migogoro katika maisha ya ndoa ni kushindwa kuwa na uaminifu. Na mara zingine uaminifu unafanya ndoa
zivunjike kabisa. Kabisa, ukitoka safari ukikuta mke wako amemleta jirani usiku, wanaangalia TV, watafanyaje? Utavumilia na utashukuru kwa msaada wa jirani. Utaanza kuua mke wako au jirani. Kama utani, lakini haya yanavunja ndoa kabisa na yanafanya hata wengine wawawe kabisa. Sana sana mwanaume anapomkuta na anapogundua kwamba mke wake anafanya hivi, ndio. Lakini asilimia kubwa sana ya wanaume wanafanyaga na wanaonaga ni haki yao. Sifanye hivyo, sawa? Na usifanye hivyo. Kila mmoja awe mwaminifu kwa mwenzake. Jambo lingine, kupendana. Kufanyaje? Sala, uaminifu na upendo. Kipendana kweli kweli, pale ambapo mtakosa chakula, mtakula miogo na mtaona ile miogo kama mnakula kuku na mtafurahi kabisa. Lakini mkiwa mpendani, mmewapa alete miogo, utaanza kumtukana na nini. Lakini mkiwa mnapendana, mambo yote yatakuwa sawa. Muombeni Mungu sana katika familia yenu. Kila mmoja awe mwaminifu kwa mwenzake, lakini pia mpendane. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo imara, omba jokee mbele kwa ajili ya kupata hizo sakramenti. Mmempa mtoto wenu jina gani? Tunaanza ibada ya ubatizo, na ninabatiza kama mtoto kwa sababu ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Mungu. Mmempa mtoto wenu jina gani? Kristina. Mnamwombea nini Kristina katika kanisa la Mungu? Ubatizo. Je, mnapomwombea mtoto wenu ubatizo, mwafahamu wajibu mnaopokea, yaani kumfundisha imani apate kushika amri za Mungu na kumpenda jirani kama Kristo alivyofundisha? Je, wewe msimamizi uko tayari kusaidia wazazi wa mtoto huyu katika wajibu wao? Kristina, jamii ya Wakristo inakupokea kwa furaha kubwa, nami kwa jina lao nakutia ishara ya msalaba, na wazazi na msimamizi watakutia pia ishara ya Kristo mkombozi. Ndugu zangu, naomba tusimame kwa ajili ya sala. Ndugu zangu, muombe Bwana wetu Yesu Kristo mshushie rehema mtoto huyu atakayepata neema ya ubatizo, wazazi na msimamizi na wote waliobatizwa. Kwa fumbo takatifu la kifo na ufufuko wako, upende kumjalia mtoto uzima mpya kwa ubatizo na kumuingiza katika kanisa lako takatifu. Bwana, tunakuomba. Kwa ubatizo na kipaimara, upende kumfanya awe mpasi wako mwaminifu na shahidi wa Injili yako. Bwana, tunakuomba. Kwa utakatifu wa maisha yake, upende kumfikisha kwenye furaha za ufalme wa
upende kuwahifadhi daima jamaa zake katika upendo wako. Ee Bwana, twakuomba. Upende kufua na hizo. Ee Bwana, twakuomba. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, Watakatifu Petro na Paulo, Mtakatifu Kristina, watakatifu wote wa Mungu. Basi wengine naomba kuketi. Mungu Mwenyezi wa milele, ulimtuma mwanao ulimwenguni apate kufukuza ndani yetu nguvu ya Shetani aliye pepo mwovu, apate pia kumuondoa mwanadamu gizani na kumwingiza katika ufalme wa ajabu wa nuru yake. Twakuomba kwa unyenyekevu, ili mtoto huyu akishaondolewa dhambi ya asili, umfanye hekalu la utukufu wako, naye Roho Mtakatifu apate kukaa ndani yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ipinge nguvu ya Kristo Mwokozi na kutia alama yake kwa mafuta ya wokovu katika wewe Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala milele na milele. Takachofuata, naomba wote tusimame tukikatae Shetani na kuungama imani. Maji yalishabarikiwa wakati wa mkesha wa Pasaka. Ndugu zangu wazazi na wasimamizi, mtoto mliyomleta karibu atapata uzima mpya utokao katika mapendo ya Mungu kwa maji na Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya ubatizo. Basi jitahidini kumlea katika imani, kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke, bali uweze kukua ndani yake siku kwa siku. Basi iwapo kwa imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo, ukikumbuka na ubatizo wenu ninyi wenyewe, kataeni dhambi na kuungama imani katika Yesu Kristo. Hiyo ndiyo imani ya kanisa wanaobatizwa watoto. Mnamkataa Shetani na mambo yake yote, afahari zake zote. Masadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia. Masadiki kwa Yesu Kristo mwanaye pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafuka katika wafu, ameketi kuume kwa Baba. Masadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mwili na uzima wa milele. Hiyo ndiyo imani yetu. Hiyo ndiyo imani ya kanisa tunayoona fahari kuiungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Wengine naomba tuketi. Je, mwataka Kristina apate ubatizo katika imani ya kanisa, imani tuliyokiri sote sasa hivi pamoja nanyi? Kristina na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo alimwokoa mtoto huyu katika dhambi, akampa uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Unapaka sasa mafuta matakatifu ya Krisma ili uunganike na taifa lake. Uendelee kuwa kiungo cha Kristo, kuhani, nabii na mfalme, hadi upate uzima wa milele mbinguni.
Kristina, umekuwa sasa kiumbe kipya na kumvua Kristo. Nguo hii nyeupe iwe ishara ya cheo chako, nawe ukisaidiwa kwa maneno na mifano ya jirani zako, ukaifikishe safi katika uzima wa milele mbinguni. Pokea mwanga wa Kristo. Ninyi wazazi na msimamizi, mmepewa mwanga wa Kristo mpate kuulinda. Msaidie mtoto wenu atembee daima kama mtoto wa nuru, adumu katika imani, na hivyo mwisho huko mbinguni mtoto huyu pamoja na watakatifu wote aweze kumlaki Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo aliyewafanya viziwi wasikie na bubu waseme, akujalie uweze kusikia kwa masikio neno lake na kuungama kwa mdomo imani ya Kristo kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Itikie amina. Amina. Ndugu zangu, mtoto huyu aliyezaliwa upya kwa ubatizo sasa anaitwa mtoto wa Mungu, na kweli ni mtoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye atapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Tena kwa komunyo takatifu atampokea Bwana aliyejitoa sadaka. Sasa kwa jina la mtoto huyo wa Mungu, tusimame wote na tusali kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyotufundisha. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ndugu zangu, tunawaweka ninyi nyote mikononi mwa Baba Mwenyezi, Mwanaye wa pekee na Roho Mtakatifu. Mungu mwenye rehema na neema ayalinde maisha yenu, ili mpate kutembea katika nuru ya imani na kufika nyumbani kwake mbinguni. Tuitikie amina. Amina. Tumpongeze.
Kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia mimi. Katika sakramenti ya kipaimara, Kristo anatujaza Roho Mtakatifu tupate kuungama imani kwa uthabiti, pigana na adui wa roho zetu na kusaidia kazi za kutakasa dunia. Tunajaliwa kuwa mashahidi wa Kristo. Omba wote tusimame. Mnamkataa Shetani na mambo yake yote na hila zake zote. Nazikataa. Nasadiki kwa Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia. Nasadiki. Nasadiki kwa Yesu Kristo mwanaye pekee, Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba. Nasadiki. Leo kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti ya kipaimara kama walivyopewa mitume siku ya Pentekoste. Nasadiki kwa Kanisa Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa wafu na uzima wa milele. Nasadiki. Hiyo ndiyo imani yetu. Hiyo ndiyo imani ya kanisa tunayoona fahari kuiungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndio uliyewazaa upya watumishi wako hao kwa maji na Roho Mtakatifu, ukaokoa katika dhambi. Basi Bwana, uwatie Roho Mtakatifu mfariji, wape roho ya hekima na akili, roho ya shauri na nguvu, roho ya elimu na ibada, wajaze roho wa uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ya Roho Mtakatifu, Bwana awe nawe. Kristina, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Kaitikia amina. Bwana awe nawe. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba Mwenyezi. Sala hii iwe yetu sote jumla, kama vile imani, matumaini na mapendo huwa yote pamoja, na hayo yote hutoka kwa Roho wake Mtakatifu. Tuwaombee hawa watumishi wake waliopokea sakramenti ya kipaimara. Wamekwisha kuwa na mizizi katika imani na msingi katika upendo. Sasa wamshuhudie Kristo Bwana wetu kwa mwenendo wao. Bwana, tunakuomba. Utusikie. Tuwaombee wazazi na wasimamizi wao, kwa kuwa wao wamejithibitisha kuwa wasimamizi katika imani. Basi kwa maneno na mifano yao wasichoke kuwahimiza hao waliopewa kipaimara kufuata nyayo za Kristo. Bwana, tunakuomba. Tuliombee kanisa takatifu la Mungu na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Yuda Tadeus Ruwa'ichi, maaskofu wote, kanisa hili lililokusanya na Roho Mtakatifu,
likue na kuenea popote, likiwa na umoja, imani na mapendo mpaka atakapokuja Bwana. Bwana, twakuomba. Tusikie. Tuwaombee watu wote ulimwenguni. Bwana, tujalie sisi sote wanadamu tutambue na kukiri kuwa sisi sote ni ndugu, maana Muumba wetu na Baba yetu ni mmoja. Tusiwe na ubaguzi wa rangi wala ukabila, bali kwa moyo mnyofu tuutafute ufalme wa Mungu, ndiyo imani na furaha katika Roho Mtakatifu. Bwana, twakuomba. Mungu, uliwapa mitume Roho wako Mtakatifu, ukataka hao mitume na waandamizi wao wawape waumini huyo Roho. Usikilize kwa wema sala yetu, tujalie kile ulichokitenda wakati Injili inaanza kuhubiriwa ienee sasa pia mioyoni mwa waumini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tuwapongeze tena. Ndugu wapenzi, nimekuja hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele ya watu walioko hapa. Yesu anayabariki sana matendo hayo, na kwa sakramenti ya pekee anawaeleza na kuwaimarisha anawaeleza kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza shughuli zingine za ndoa. Ndio maana maombi mbele ya kanisa letu tunayaeleza. Ajabu na Kristina leo nimekuja hapa kufunga ndoa katika ushauri kwa hiari na pamoja
Nyooshaneni mikono ya kuume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Kristina wanampokea Albaji nawe mume wako, tunawaahidi kuwa waaminifu kwake katika tabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ukubaliano wenu huo mlioonyesha mbele ya kanisa, Bwana na uthibitishe kwa wema wake, apende kuwadhibitishia wingi wa baraka zake aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiyatenganishe. Bwana alibariki pete hizi zitakazojulikana ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Tunaitikia amina. Kila mmoja atachukua pete ya mwenzake. Bwana harusi wataanza kumuvika. Mwenzangu, pokea pete hii iwe ishara na mapendo na uaminifu. Mwenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu kwangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuwaombee hawa waliofunga ndoa mbele ya macho yetu, wawe na umoja katika roho na mambo yote, wasikae pamoja kama bwana na mjakazi, bali wapendane kama Kristo anavyopendana na kanisa lake. Tutaitikia: E Baba uliye asili ya kila ubaba, wape hawa bwana na bibi harusi neema yako. E Baba uliye asili ya kila ubaba, wape hawa bwana na bibi harusi neema yako. Wavumiliane na kuzoeana kwa zaburi na mapendo, wasali
imani yao iwe msingi kwa taifa. Ee Baba, uliye asili ya kila ubaba, wape Bwana bibi harusi neema yako. Ee Mungu, wasaidie hawa watu wa ndoa, watumie daima neema za sakramenti, wasimfungulie shetani mlango hata mara moja, waishi vema na kusali pamoja, ili Bwana wetu Yesu Kristo aweze kukaa kati yao maisha yao yote. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba kuwapongeze kwa makofi. Basi sasa mnaweza kupongezana na pia wasimamizi wenu wawapongeze na watu wachache na ibada.
yake kwa manufaa yetu sisi na kanisa lake lote takatifu. Ee Bwana, usikilize kwa huruma maombi yetu na upokee kwa wema vipaji hivi tunavyokutolea kwa ajili ya hawa watumishi wako waliounganishwa kwa agano takatifu, na kwa njia ya mafumbo haya wathibitishwe katika kupendana na katika upendo wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ulimuumba mwanadamu kwa mapaji ya wema wako, ukapenda kumuinua kwenye cheo kikubwa sana, ili katika muungano wa mume na mke upate kutuachia mfano halisi wa upendo wako. Naye uliyemuumba kwa mapendo yako, ukomi kumuita kwenye sheria ya mapendo, upate kumshirikisha mapendo yako ya milele. Sakramenti ya ndoa takatifu, kwa kuonyesha ishara ya upendo wako, utakatifuza upendo wa wanadamu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakuimbia utenzi wa sifa tukisema bila mwisho: tumaini langu ninao, wimbo wangu Watu
waliopokea watumishi wako iongezeke ndani yao, nayo sadaka tuliyokutolea ituletee sisi sote baraka kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi nitaomba masaini yetu pale na kwa Sionekane.